waondoke kabisa. Niko na hasira mbaya sana, hata mimi ni landlord wa hiki kijiji. Na siwezi furahia kuona mtu anapora mali ya mtu na mimi niko na nyumba mnapora hivi na mimi nikiunguliwa. Kutakuwaje? Muondoke. Nyinyi ndio mnachangia moto uchomeke. Watu ondoke. Kila mtu nje. Kila mtu nje. Wata. Amwache furahia kama watu wanachomekewa mnakuja kuwaporama mali zao. Kila mtu nje mara moja. Hebu nizunguke. Kila mtu nje. Wao hii tabia mbaya ambayo mnakuja kufanya watu mnafurahia. Watu wamechomekewa, mnakuja kuwapora mali zao. Muondoke kabisa nimesema. Muondoke, kila mtu aondoke hapa. Mnasikia msikiri? Hapo tusikunga tukoja hapa. Nimesema hakuna ruhusa umeruhusiwa ya kuja kupora mali ya mtu kama amechomekewa. Wewe unatafuta pesa, unaenda kufurahia. Wengine wanaendelea kulia hapa kwa barabara. Kwa hivyo wachana mali ya mtu. Mtu ashughulika na mali yake, wewe ondoka. Hata wengine wakutoka kipira, hata wajui. Vijana muondoke kabisa. Kama mnao masikio. Hiyo ni tabia mbaya sana na inaonekana mbaya kwa citizen. Muondoke. Na nimemaliza. Kila mtu aondoke hapa na sio mtu anababa kitu hapa. Kwa majina yako nani? Jina yako mimi ni David Musambi. Naam, David Musambi. Leo kuna hasira. Namba yangu ya simu ni 0790 457733. Hasira ni nini jamani? Hasira ni hao watu wamechamekewa na wengine wanakuja kupora watu mali yao. Naam. Hiyo ni mbaya sana hiyo. Wanaenda kupora, waenda wakauza furaha, wengine wakiwa wanalia kwa barabara. Hiyo ni mbaya sana. Watoke wafuraji wa mali, watu watoke kabisa. Niko na hasira mbaya sana, hata mimi ni landlord wa hiki kijiji. Na siwezi furahia kuona mtu anapora mali ya mtu na mimi niko na nyumba mnapora hivi na mimi nikiunguliwa. Kutakuwaje? Muondoke. Nyinyi ndio mnachangia moto uchomeke. Watu ondoke. Wewe kama landlord, nyumba zako. Mimi ni landlord, nimesema muondoke kabisa. Unauliza? Wewe kama landlord. Changamoto gani umeona landlord zako wameweza kupokea katika hii na mtihani katika hii nini na moto zanga la moto? Uliza tena. Wewe kama landlord. Yes. Changamoto gani umeona landlord zako wameweza kupitia katika hii shughuli hii imeweza kufanyika? Hii changamoto ni tunaanza kupitia hapa. Ni tukijenga nyumba, nyumba ziwe zinawekwa barabara ya kuingilia katikati. Juu hapo nyumba zimejengwa kama zimeshikana. Kwa hivyo nyumba zikijengwa, barabara iwekwa katikati, ndio hata magari ya moshi magari ya kuzima moto ikikuja, hiyo inaweza kuingilia katikati izime moto. Kwa hivyo manyumba zisijengwa kama zimeshikana. Na kwa wanasiasa wenye wanapenda kuja kupeana mkono katika wale wanasiasa wanaokuja kupeana mkono nao waweze kuchangia, tunawahitaji sana sababu unaona ni msiba, kuna watu wanalala kwa barabara, hata ukiangalia watu wamelala bado kwa barabara. Waangalie kuja wasaidie, watoe mattresses na hata mabati ya kuweza kujengea watu. Sababu sisi ndio tunawaunga mkono. Bila sisi wao hakuna. Kwa wale waliochomekea ungependa kuambia nini? Mimi kwa wale wamechomekewa nimewaambia pole sana, ingawa mimi sijafikiwa kwangu. Nawaambia pole sana, lakini tunasikana tuko pamoja. Naam. Hii eneo inaitwaje? Hii eneo inaitwa Southlands kijiji. Southlands kijiji. Yeah. Asante sana. Wanawashinda kwa nini? Bwana nimewatoa. Si ulevi. So guys, kwa mbaya tukuja nilichomekewa ni hizi kupiga save bure ilikuwa karibu. So tulikuwa na vitu vingi but most of them zimechomeka. So ni hizi tu ndio zimebaki. Kwa hiyo save mattress na ndo yako. Mattress na ndo na hapo ndo kuna kiatu. Alafu na hiyo gas ndio isilipuke. Kwa hivyo hizi is only the thing that will save kwa manini yako. Yes. Na on side ungependa kuomba je usaidizi kwa waheshimiwa wenye wanagombea hii nini yenyu, hii eneo yenyu? To anybody who can help. Sasa we are homeless, we can't find a place because hapa Nairobi pia mambo ya nyumba ni kupata ni ngumu. So sasa hii kwenye tunaweza pata ni msaada tu. Mwenye anaweza ule kusaidia.
tusaidie tu. Shukrani bwana. And vile moto ilitokea muda wa saa ngapi hivi? Hiyo mimi niligundua because nilikuwa nimelala, nimegundua kitu kama saa 5. Watu wakipiga nduru, so I can't say the exact time na mahali ya siwezi jua. Na rumor says it nini yani chanzo yake imeweza kuwa sijasikia yeye. Naam. Hata tunangojea, tunatamani tukusikie. Haina shida baba. Poleni sana mtu wangu. So madam kwa majina naitwa Jesse Aidara. Mimi ni mkazi hapa. Sisi ambaye tuliathiriwa na moto jana usiku. Na hiyo moto hatuwezi sema ile kitu ambayo ilisababisha. Tulikuwa tumelala. Tusitokea tu moto kama moto ilianza kwa jirani yangu. Mimi hakuna kitu chochote ambacho nilikuwa isipokuwa tu wakati nimetoka na wao wengi. Tunaomba usaidizi. Kwa plot ilikuwa kama nyumba kama ngapi hivi? Kwa plot yetu ilikuwa na nyumba 18 na bado kuna nyumba zingine. Wakati moto ilitokea watu walikuwa wamelala ama watu walikuwa bado wako macho? Na chanzo cha moto hii inasemekana ni moto ni nini? Hatuna tujadhibitisha tuseme chanzo ni nini. Sisi ni kustukia moto wale kama. So far from jana saa 5 umeweza kupokea anybody from maybe government ama mfadhili ameweza kukuja? So ungependa kusema nini ili iweze kufikia? Naomba serikali ingie katikati ili tusaidie. Naam, thanks so much. Acha the next person. Mambo mama. Unaitwa nani? Naam. Ni mkazi wa hapa. Niko na watu na moto ilikuwa mwathiriwa. Moto ilipata kitu kama tunalala na hakuna kitu niliweza kuokoa, niliokoa tu watoto. So ningeomba mtu yeyote akija kutoa usaidizi, at least hata watoto wapate hata ile mahali pa kulala. Na ukiweza kusema kwamba moto hii wewe unaona ilianzia wapi ama chanzo ni gani most? Mimi sikujua, nilikuwa ninalala. Niliamka na nduru. Nikatoka. Naam, asante sana. Ungependa kusema nini? Ungependa kusema nini ya mwisho? Mimi ningependa kuambia wakuje wajitokeze, wakuje watusaidie. Kuna shida. Sawa, asante sana. Amini. Sawa madam, ndio niko kwako sasa. Hebu jintroduce alafu useme area ni gani? Kwa majina naitwa Priscilla Kamsa kutoka Civil Servant hapa Mgumoini. Tuko na huzuni sana, tumechomekewa. Tungependa waheshimiwa wetu wenye wanasimama watusaidie. Wakuja wasaidie wamama hapo, watoto wamechomekewa, uniform hatuna nguo, pia nyumba hatuna, waone vile wataweza tusaidia. Kwa sababu hao ndio sasa tunaenda kupigia kura. Asante. Umesema wewe ni leader hii area? Mimi ni leader. Nyumba kama ngapi hivi imeweza kuchomekewa tu? Nyumba kama 34 zimeweza kuchomekewa. 34. Na chanzo mkisikia ni chanzo imekuwa nini hasa? Chanzo ilikuwa stima, hii stima ya kwenda na kurudi. Na ambapo vile stima ilikuja ikashikana na kuna nyumba ilikuwa na petrol ikashika, so hapo ndio moto iliendelea kwa escalate. So far mmeweza kupata usaidizi gani ama anybody mwenye ameweza kujitokeza? Hakuna usaidizi tumepata so far. Kuna mama amejitokeza anapikanga mandazi pale nje, ameweza kutuletea mandazi na chai on the way coming. Hiyo tu ndio tumepata. Kwa mbunge wenyu ungependa kumwambia nini kwa mbunge? Kwa mbunge wetu Ron Jalango tungependa kumwambia alete usaidizi wa haraka kama mattress, chakula ili hao mama wasaidike, na uniform pia. Tunalia sana uniform kwa sababu next week watoto wanafanya mtihani na waweze enda nyumbani na shuleni na sare za nyumbani. Kwa hivyo watuletee sare za shule, watoto waweze kwenda kufanya exam. Alafu hiyo nyingine baadaye tumechomekewa na certificate. Hata hiyo ID tunaenda kupiga nayo kura hatuna. Watusaidie tuweze kupata hiyo kura ID yenye tunaenda kufanya nayo. Tutaweza kupiga nayo kura. Kwa governor tungependa alete usaidizi. Kwa sababu hao ndio tunaenda kupatia kura next. Hatuna stakabadhi za kupiga kura. Kwa hivyo ni vyema watusaidie haraka ili waweze kupata kura zetu. Na kwa governor pia tunaomba uniform, sare za shule immediately ndio watoto waweze kufanya mtihani. Kuna majeraha imeweza kutokea? Kuna majeraha yamepatikana. Vijana walijaribu kuja kusaidia kuzima moto. Kuna wenye wamekatwa na mabati, kwa wameumia miguu. Pia kulikuwa mpaka na wizi. Vijana bado watusaidia, wanatuibia wenye tumechomekewa. Kwa hivyo mbunge wa Lang'ata hata inabidi uongee na hao vijana wako.
Naam, nikusha jina tafadhali. Naitwa Priscilla Kamusa. Naam, thanks so much Priscilla Kamusa. Asante. Yeah, kwa majina mimi Mr. Free hapa, the baddest boy. Mimi natokea Lang'ata bana. Shughuli imetupata leo manze ni mbaya. Sijafurahia bana je wala. Sisi tunaomba kitu moja manze. Wewe gavana Sakaja wewe. Hiyo design unadai kiti bado. Kama Lang'ata manze tuokoe saa hii bado. Kufua Lang'ata mzee ndio hii saa hii imededi. Tunacheki area yako. Na pia wewe manze Jalango area yako bana si sawa bana jo. Kama mlete usaidizi mzee. Watu hawana manze mali ya kulala manze. Certificate ziko hapa ndazi zimeungua. Vitabu pia hakuna mzee. Uniform zote pia zimeisha bana. Kama ukolee Lang'ata manze. Wewe ya basi wewe. Ya basi manze siku hizi manze nimekuona sana. Nakutambua mzee buda. Ukolea bana Lang'ata. Ndio hii bana. Hii ndio area yako hii. Ifufue manze wewe unaweza. Lakini cheki pia vijana wa Lang'ata manze. Tukwenu wala sio kuokoana. Usije kuokoa mzee. Alafu unamuibia, unamwambia madhoni nisaidie kuzima moto. Hiyo si area, hiyo si kazi yenye nafaa. Sawa, tukue beta manze. Unajua mimi na wewe ndio tutakuwa na kesho manze. Huyu ni Mr. T, the baddest boy bana. Ongea na buda pia, leta mtungi mingi ya maji. Naam, kwa majina naitwa Mwele Fredrick Makori. Sisi tulikuwa tunaishi hapa, mahali imechomeka hapa. Hatuna mahali pa kuenda, watoto hata saa hii venye mimi niko na watoto watatu. Bath zao zimechomeka hapa, certificate zangu za shule zimechomeka hapa, hata venye naenda kutafuta kazi sijui niende nifanye kazi gani. Juu hiyo certificate ndio inaweza nipea kazi. Mimi naomba tu viongozi wetu. Tunawahitaji kwa hii masaa watusaidie, wakusaidia tutashukuru sana tena zaidi. And how fast was the response ya wazima moto? Wazima moto walijaribu sana, walikuja almost magari 7. Walijaribu as much as they can. Na tuna appreciate kwa hiyo. Kama unasema wewe ni msomi, certificate za shule zimechomeka. Ningependa utume report kwa mheshimiwa wenyu MP na governor mwenyewe aweze kupata. Okay. Unataka kuambia nini? Naweza mwambia tu kama wanaweza ona venye wanaweza tusaidia tu, hata kama tukienda NEC kunini hizi certificate watusaidie, kwa sababu certificate ndio kazi. Kama una hiyo certificate hakuna vile unaweza pata hiyo kazi. Inakuwa ngumu na tuko na familia na wanatuangalia. Sasa ni ngumu sana. Yes. Poleni sana mazee. Asante. Na natumai kwamba wafadhili watakuja today. Kwa maana ni mrengo wa siasa tunaelekea. Sawa, at least mtaweza kusaidika. Pole sana brother and all the best mazee. Nimeshukuru. Mulika yote bda. Wewe basi. Area yako ndio napenda zaidi man. Na hii area bda. Vijana ni kama majaribu, lakini pia wameiba. Na ifai pia hivyo, unaposaidia ndio chairman pale, chairman, analienda kwa chairman pale, ndio chairman bana, huyo red. Ndio chairman huyo, ndio chairman wa area. Naam, so ningependa kujiintroduce na mimi naitwa Nawasha Nauka. Tuko Southern kijiji na mimi natokea hapa siku kitu saa 4 hapo, alafu tutaendelea mpaka kitu saa 7 na kitu hapo, lakini mambo ya response ya wazima moto walifika haraka raundi hii, walijaribu sana. Alafu na wanakijiji pia tulisaidiana na kila kitu tukajaribu, lakini hatukuweza. Watu wengi wamechomekewa, hata mimi hapa nimechomekewa. So saa hii hata watu wengine walilala nje, mimi nilikuwa mmoja wao. Naam. So hiyo area yenyewe ulikuwa na nyumba kama ngapi? Ulikuwa unaishi hapa mahali ulikuwa naishi? Ulikuwa na nyumba kama
za chini na juu zilikuwa 17. 17. Alafu kuna zingine kama vile na zingine kama pia. Wewe kama mkazi wa hii area uliweza kuokoa nini kwa nyumba yako? Mimi nilijaribu kuokoa tu manguo peke yake ndio nisitembee uji. Na kweli. So vitu zingine zilichomeka kwa nyumba na wewe upande wako ungependa kuomba usaidizi kwa wanasiasa, kwa mfadhili yote pale hivyo nje na kusikiza? Mimi chenye naweza omba ni wanasiasa watusaidie pande hii ndio walau watujengee nyumba turudi mahali tulikuwa. Naam. Sana Abbas, Abbas yetu najua ni mtu wa kusaidia. Kusaidia. Any casualties, injuries? Hakuna casualty imeripotiwa hapa. Nafikiri kila mtu ako sawa, ila tu manyumba zimechomeka. Naam, na unapata hapa kwenyu kwamba nafasi za kupenya iliweza kuwaje katika zimamoto? Nafasi za kupenya ni shida, hata wazima moto pia walikosa mahali pa kupitia ndio wazime hapa. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa natoa manguo zangu kusukumana na watu ilikuwa shida. Nasukumana kitambo utoboe katikati ya watu upeleke hizo manguo nje, unakuwa umechoka. Shida ni njia za kupenya pia kuna. Singependa kama useme namba yako kwa ili mtu kama mtu anaweza kusaidia kidogo. Hizi wanaweza kufikia. Namba yangu ya simu ni 0713 831 568. Naam. Any other thing nimesahau kuuliza wewe yenye unaweza ongezea juu? Naweza sema ni wakati mtu umetokea, waacha tushirikiane, tujenge manyumba, hivyo turudi tu na maisha yetu iendelee kama kawaida. Nikumbushe majina yako tafadhali tena. Majina yangu ni Nashon Auka. Thank you so much Nashon. And pole sana kwa kuadhiriwa. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie vitu zikuwe salama kwa sasa. Nguvu. Majina ni naitwa Thomas mkazi wa hii ya South Africa. Jana usiku moto ulitokea na ikaangamiza nyumba 100. Watu wameathirika hata wewe. Wazima moto walijaribu wakapuliza moto. Ilikuwa mbaya sana but haijaisha hiyo moto na moshi hata kidogo, na watu wameumia, na kama serikali iko mahali isaidie watu na mattress vitanda kama siko hizo hao ilienda watu wamelala hivyo, watu mpaka sasa hata wengine hawajapata. Ni shida iko, ni changamoto. Hivyo ningependa all leaders, MCA, MP, and even aspirants to governor, even the president, tunaomba tu tuone response, watu wasaidike ndio waweze kusurvive, kwa sababu hii ni changamoto sana, lakini imeripoka. Naam. Nyumba kama ngapi hivi unaona kama ilicheza kuchomeka? Nikiona ni nyumba kama almost 100 rooms. Almost 100. Na wewe kama chairman wa hii area, nini hasa unaona kwamba imeleta shida sana whereby watu hawajaokoa hata kitu yote? Was there any road ya kupenya ili vitu ziokolewe ama manyumba zilikuwa squeezed ama hizo vipi? Naona sana pia moto vile ililipuka kusika wote anawea na ililipuka an explosion. So ilianza kama kidogo watu ikalipuka. There was no time even to salvage. Hata kitu kidogo wale watu hivyo. Mimi hapa naona watu wameathirika. Siku leo wanatarajia waheshimiwa kama mgano waweze kufika hapa hivi katika risk. Mimi natarajia viongozi serikali kwa sababu rumu 100 tunaongea approximately 300 people waathiriwa kwa population in terms of population. Kwa hivyo mimi naona serikali response, natarajia area MP akuje, natarajia area MCA akuje na all political aspirants na wale wanaweza saidia, even organizations zile zinaweza kuokolea.
naomba wafike wasaidie watu wapate nafuu kidogo. Kwa hivyo hakuna kifo yote imeweza kutokea, ni only majeraha tu? Kifo haikutokea, isipokuwa ni loss of property na watoto wameumia, wajaenda shule, wamama wamehangaika huko na wamelala outside kwa barabara huko. Kwa hivyo kwa ufupi, serikali tu mahali iko iangalie wale wamehangaika. Naam, thank you so much Mr. Chairman. Tukumbushe tena jina nani umesema? Thomas Moti. Thomas Moti. Nashukuru sana and all the best kwa watu wako. I hope by the end of the day waheshimiwa watakao wameweza kufika. Mwenye nyumba yake imechomekewa hajachomekewa. Mimi nitaandika wala. Wamechomekewa jiandika huyo kwanza apate fasi. Sijachomekewa, mimi nimekuja kukusaidia. Mimi sitasema na nataka Raulo nipate. Mwenye nyumba mwenye nyumba yake iliumia asiandikishe kwanza. Naomba hivi. Raundi kwenu mtaba amechomekewa na apate usaidizi. Usikweni mtu anatolewa huko juu hajachomekewa anakuja kupatia usaidizi wa kwanza. Unaona amechomekewa hata mtu analala nje. Hakuna mtu akona vitu hapa. Unaona? Hii group kubwa hii ambayo inakuja watu hajachomekewa anakuja kunyinia hapa. Kila mtu afaidike, kila mtu abebe pia. Yes. Tafadhali. Hiyo ndio nasi. Sisi hata tumechomekewa lakini tumekuja kusaidia wenye wamechomekewa. Sisi tumekuja kusaidia wenye wamechomekewa. Kuna gunsu wako hapa pia hao na kitu wanataka. Wewe sikiza. Kuna gunsu. Yes. Kuna gunsu. Watu wanaiba. Kuna watu wengine wanakuja hapa tunawapate. Hatuogopi kutasikiza. Hatuogopi. Tuelewe kitu moja. Kuna gunsu. Wamekuja kuiba. Kwa walioibiwa na wamechomekewa. Hao gunsi hao. Sisi tumekuja hapa ndio tusaidie. Tumetoka na hii tuishi na amani. Tuishi na amani. Ona mimi naomba tuishi na amani buda. Ushaandika jina hapa. Ushaandika jina hapa. Anaiba hapa. Anaiba hapa. Umeandika jina. Mimi ni Mr. T, unajua? Mimi ni Mr. T, nilikuwa kwanza pia kwa video yako. Mr. T. Tabia mbaya. Tabia mbaya bra. Hii video yako bra. Hii video yako pia. Usirekodi kila mtu. Haya, kwa majina naitwa Ahmed Abdi. Mimi ndio chairperson wa kijiji ya Southland. Tumechomekewa jana na nashukuru wa vijana wetu wa kujitolea kuzima hiyo moto. Pia nashukuru watu wa firefighters. Tumeletewa gari zaidi ya 10 ambayo wamekuja wametusaidia, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mali zimeharibika lakini hakuna mtu amejeruhiwa, hakuna mtu amekufa so far. Tunashukuru Mungu kwa haya. Naam, Abdi, weka chairman. Takriban nyumba kama ngapi hivi huenda ukua imeweza kuchomeka hivi ukiangalia? Sasa bado tunashukua roll call lakini ni zaidi ya 100 wale wameathirika, familia zaidi ya 100. So chairman, what do you expect maybe during the day? Ungependa kuambia kama waheshimiwa ama wadhamini waheshimiwa wote, na waeleza ya kwamba kama saa hii tuko na jangwa kubwa sana, watoto hawajaenda shule, kwa hiyo area imechomeka. Kuna wale watoto wako candidate wako grade 9, kuna wale watoto wanaenda Langata Barracks Secondary School wako candidate pia form 4 na hawajaenda. Nilikuwa naomba serikali na mfadhili yeyote ambaye anaweza akuje asaidie watu wetu. Mungu awabariki. Katika janga la moto lilivyotokea, challenge gani sana kubwa mmeweza kupitia, kutoa vitu, create vitu, barabara, ama jinsi gani mngependa serikali isaidia? Hiyo mambo ingine ya mpangilio ya serikali siwezi ongelea, lakini ile kitu nasema moto ni ajali ya kawaida hutokea, na ile kitu ninaomba ni serikali ama firefighters wawe na ile moyo wa kujitolea. Walijitolea jana. Message kwa waathiriwa, mimi nitasema poleni sana, na tusubiri ya kwamba ni kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu tutapata msaada sisi wote. Asante sana. Thank you. Introduce. Ni aje mama?
Introduce yourself please. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mimi naitwa Beatrice Maraga. Beatrice. Nimeona asubuhi umeweza kuamkia watu unapatia chai. Je, ni ya pesa ama umeamuaje leo? Asi ya pesa. Ni ya kusaidia. Naam. Sababu tunalala kama moto iko mingi, iko kubwa. Watu wamekuwa affected. Sasa ile njia moja ya kusaidia kwanza ni kuwapea kitu ya kukula ndio tuone wewe iko wapi. Oh, naam. So nimekuinspire ukaweza kupatia at least chai na mkate asubuhi. Umetoa pesa kwa mfuko, ukaweza sema that acha niweze kuwasaidia na pesa zangu ama na nguvu yangu. Jenda kazi lakini umejitokezea na kibu yako kupea kila mtu chai kwa barabara leo. Nimefanya hivyo sababu na mimi nilikuwa affected na hiyo moto 2019. Na hiyo wakati nilisaidika. Na wewe ukishasaidiwa na unakuwa na roho ya kusaidia juu ile kitu sasa ikipata mwenzako you feel that pain. So nimeona venye watu wamehangaika, wamesumbukana usiku yote, ndio nimeona wacha niwatoe baridi kwanza, niendelea hivi tuone to the affected family. Unataka kuambia nini? To the affected families. Nawaambia pole sana. Kitu kizuri kile hakuna mtu alikia. Na mali inapatikana duniani. So naam, asante sana kwa roho yako safi. Mungu akubariki ili umetoa uweze kupokea tena zaidi. Asante.